anguko kubwa. Wewe utafurahia tu pale kwa sababu uko kazua mimba na furaha zako za ushabiki, lakini ni anguko kubwa sana kwa nchi kama Marekani kupoteza nguvu ya ushawishi. Biashara ya mafuta kwa Iran anafanya na Mchinese kwa yuan, pesa ya thamani ya China. Ni anguko kubwa hilo dadi kwenye uchumi, kwenye sekta ya uchumi. Sasa huku ni mbali sana kwako, ni mbali sana. Huwezi kujua nguvu ya Marekani ya super dola imeshikwa na 70% ya petrodollar, biashara ya chenchi. Yaani wewe unafanya biashara na mtu mwingine mnatumia dola. Angalia hata kwenye mitandao, biashara nyingi zimeandikwa bei ya dola. Alafu ndio una change kivyako. Huo ndio uchumi ambao Marekani amezishika nchi nyingi. Hautaona euro, hautaona pound, hautaona yuan, unaiona tu ni nini? Dola. Shingapi hicho bana? Dola 5, dola 10, dola 20, dola 3000, dola 30. Hicho kitendo unachokiona wewe hicho ndio Marekani ameshika nguvu ya dunia hapo. Sasa hilo ndio ambalo watu hawalitaki. Likianguka hilo Marekani kapotea, na yeye hataki kulipoteza. Bora hii vita iishe, akubali kushindwa, lakini kuliko kupoteza thamani yake. Na akikubali kushindwa kama anavyotaka yeye, ajitoe moja kwa moja, ndio anguko mbaya zaidi. Ndio maana umeona hata sasa Umoja wa Mataifa umesema utaingilia kati. Kwa nini? Wanataka kumlinda Marekani asipotezi hivyo kivile. Lakini paka saa hizi Marekani amepoteza. Marekani ameshindwa vita na Iran. Kapoteza. Baki na ushabiki wako, hukatazwi. Na mimi sikulaumu wewe kushabikia. Na mimi nilikuwa siamini kama Iran anaweza katimiza wiki. Nilivyoona combine ya Marekani na Israel pamoja kumpiga, nikajua basi. Lakini kitendo cha Muirani kuangusha ndege na drone zaidi ya 40, nikasema basi hawamwezi tena. Hawamwezi. Israel ikaanza kuomba msaada wa kijeshi, wanajeshi wamepungua, nikajua hapa tayari au wamepigwa. Kwanza kulaumu kwamba Iran inatumia hizo cluster powders, nikaona tayari hawa wameshindwa. Mara UNICEF uingilie. Nilivyoona Marekani anaomba msaada kwenye nchi ushirika, ikasema hapa tayari au wamepigwa. Alivyomtolea, unajua mpaka saizi Iran hana sanction yote ile, hana kiziwizi na Marekani. Miaka kuanzia 79 mpaka saizi amemtolea. Alisema mwezi mmoja, mpaka sasa hajatangaza kama mwezi mmoja umeisha ama la. Unajua amemtolea sanction Russia kutokana na hii vita, ili amsaidie, ili ashinde. Imeshindikana. Wakamwambia Iran, si hatuna mafuta ya kuuza duniani, hatuna hiyo mafuta. Kwa nini? Walijua wataingia box. Iran washajua hiyo mitego kwamba yani sawa mtu anakupa chamba afu ukiingia na kuvua, unavuvua samaki. Iran wamekataa. Wao paka mambo yao 6 ya kubariki. Marekani aleta agenda 15 ili vita kuisha. Inabidi Iran akubaliane nayo mambo 15, kusema sisi hatujaomba kusimamisha kwa vita, si tuendelee. Atakayeomba kusimamisha vita hawezi kuja na masharti. Wewe unaomba vita viishe, unakuja na masharti yako, tuendelee vita, wala haina shida. Na ndo kauli ilivyokuja kwamba either tushinde sisi ama tufe wote. Iran hiyo. Na wananchi wamekubali kuingia pamoja na serikali yao hivi, kushikamana itakavyokuwa iwe, lakini hatuwezi kusalenda mbele ya Muisraeli na Marekani. Bora tuishe wote. Watu zaidi ya milioni 14 jana tarehe 7 wamejitokeza kulinda barabara, daraja pamoja na hizo power plant zao. Kumbuka kuna raia milioni 6 tarehe 4 walijitokeza kuisaidia serikali itakavyokuwa na iwe. Sasa hii ni vita vya nchi. Huwezi shinda dadi. Huwezi shinda. Sasa paka saizi in simple term, Marekani ameshindwa vita na Iran. Iran ameshinda vita. Ameshinda. Manake hapa tarehe 22 mwezi wa 4
Hii ni miezi miwili, unajua hii unatafuta miezi miwili tayari. Kwa nini? Kwa sababu kuna political distraction, kuna mtikisiko wa kisiasa ndani ya Marekani umesababishwa na Iran. Iran walitweet wakasema hivi, ndugu zetu wa Marekani, tunajua hii vita sio yenu, mmeingizwa tu chaka, lakini madhara yake mtayapata nyinyi. Sisi hatuna uwezo wa kuipiga Marekani moja kwa moja, lakini madhara tutayosababisha hapa mtayapata nyinyi. Watu wamefukuzwa kazi 2000. Jana Marekani imefukuza kazi 2000. Kampuni imefukuza kazi watu 2000. Sasa utakao una support, unafurahia, lakini kuna madhara direct kwa wananchi, ndio wanaumia. Ndio maana unaona baraza la bunge la Marekani linasema hapana, kuna faida watu wanapata hapa. Ndio hiyo impeachment inaanza sasa. Wewe utamtetea tu, Marekani hajaamua. Trump amekalia kuti kavu, naweza likaanguka muda wowote ule. Kachanganyikiwa mzee, hajielewi saizi. Sasa ni vita ambavyo vimekuja wakati ambao ye mwenyewe hakuamini. Majibu yameyapata. Kwa nini marais 6 waliopita kabla yake walishindwa kuivamia Iran moja kwa moja? Mshindi Iran. Kila siku nilikuwa nakwambia Marekani hana uwezo, sio hana nguvu, hana uwezo wa kuivamia Iran moja kwa moja. Huo uwezo hana. Nguvu anayo, na akisema atumie nguvu, madhara atakayopata yeye ni makubwa zaidi ya kushambulia Iran. So ndugu zangu, mimi nachambua vita hizi ni kwa sababu ya kutoka kwenye vyanzo vya habari vya ndani, si kwa wapenzi yangu na sio kwa ushabiki.